ya neno. Baba, katika jina la Yesu inasema asante ni kuona Baba, ninaomba Roho wako Mtakatifu pate kusema nao katika ujumbe huu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kanisa, nataka kusema kwa jambo hili na wewe, lakini sio wewe tu, nataka kusema jambo hili na wale wote watakuwa kwa kutufuatilia kupitia satellite, kupitia YouTube, watakuwa wakiona wakisikia habari hizi kwamba ni za muhimu sana. Ujumbe wangu unahusu kwamba ni vigumu sana kuingia mbinguni. Sikiliza kwa makini, ni vigumu sana kuingia mbinguni kama hujajazwa Roho Mtakatifu. Ni vigumu sana kuingia mbinguni kama hujajazwa Roho. Kama hujajazwa nini? Roho Mtakatifu. Ni vigumu sana urithi ufalme wa Mungu kama hujajazwa Roho Mtakatifu. Vinginevyo, labda baada ya kukata shauri uondoke duniani, kwa maana ukate roho. Mwili na roho vitenganishwe. Labda hapo ndio ni rahisi kuingia mbinguni, lakini kama utaendelea kuishi ni vigumu sana. Kwa nini vigumu? Kwa sababu ya hali ya dunia na tamaa zake, dunia na mambo yake hairuhusu mtu aende mbinguni. Biblia imejaa vikwazo, imejaa majaribu. Majaribu ya kwanza ni mwili wako, hauruhusu wewe umtumikie Mungu. Mwili wa mwanadamu umejaa mambo ya binadamu ambayo hayo katika Galatia 5:18 anasema basi enendeni kwa Roho. Tunaona pale kuna matendo ya mwili ambayo kuna uasherati na mambo mengine yanayofuata. Kwa hiyo mwanadamu wa tabia ya asili, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, mwanadamu ambaye hajabadilishwa kutoka katika hali ya ubinadamu wa kawaida na kuwa katika hali ya kimungu, hawezi kuingia mbinguni bila kubadilishwa. Lazima Mungu afanye kazi ya kubadilisha. Na katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 kuanzia mstari wa 1, naomba pale tusome. Kuna maneno ya Mungu yanayosema hapa, ni Yesu na Nikodemu wanaongea. Maneno haya ni ya muhimu sana. Hebu fungua Yohana Mtakatifu sura ya 3 na kuanzia ule mstari wa ngapi? Mstari ule wa 1. Tunaona maneno haya ambayo Yesu anaongea na Nikodemu. Biblia inasema ya kwamba basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, akwambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa nani? Wa Mungu. Asipozaliwa mara ya pili. Mstari wa 4 anasema Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili azaliwe? Mtu mkubwa huyo aliyefundisha kanisa lake la Kiyahudi anauliza maswali. Mstari wa 5 anasema Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Ufalme ule lazima mtu azaliwe kwa maji na kwa Roho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kuingia mbinguni haiwezekani. Mvutano wa dunia hii na mwili wa kibinadamu na matakwa ya mwanadamu. Mwanadamu anataka kila kitu apate yeye. Mwanadamu anataka aheshimiwe yeye. Mwanadamu ana mapenzi yake ambayo hayanatokana na udongo. Huyu mwanadamu ambaye ameumbwa kwa udongo ni mdhaifu mno, hawezi kumpendeza Mungu. Yesu anamwambia Nikodemu kwamba ajue yeye ni mwalimu, anafundisha Wayahudi, lakini hayajui hayo mambo. Yesu anamwambia, nataka nikwambie ndugu yangu kwamba kama hujafikia ujuzi huu huwezi kumfundisha mwingine. Kama hujaujua ujuzi huu huwezi kuwasaidia wengine. Ni muhimu sana uhakikishe kwamba Mungu anakusaidia, unajazwa Roho Mtakatifu. Kubatizwa kwa maji hakuna tatizo, lakini kubatizwa kwa
moyo wako uandae, lazima moyo wako uandae.